hakuna, hakuna kabisa, hakuna usiloweza, hakuna, hakuna kabisa, hakuna usiloweza, hakuna, hakuna usiloweza, hakuna usiloweza, hakuna, hakuna usiloweza, Baba yetu, hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana, hakuna, hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, Yahweh, Yahweh, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, nakutamani. Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, wewe tu nakutamani. Yesu, Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, nakutamani. Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, nakutamani. Natamani niuone uso wako, nikuabudu. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Tunaendelea kunyenyekea mbele za Mungu, kimshukuru kwa ajili ya wema wake na kwa nafasi ambayo Mungu ametupa. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako uliyepata neema kuamka usiku huu
wewe uliyejidhili vitu vyote katikati ya usiku wa manane, acha kitanda chako ili upate nafasi ya kuketi mbele za Mungu. Mungu anaheshimu, Mungu anathamini upendo wako na imani yako kwake. Usiku huu hautakuwa usiku wa bahati mbaya, wala hakuwa usiku wa kupoteza, lakini umeinuka mbele za Mungu wako, na mimi nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Na saa hii niwakaribishe ninyi nyote ni mwa Bwana, tupate kazi usiku huu wa kusema na Mungu wetu. Mungu ajuaye mahitaji yetu, Mungu ajuaye dhiki yetu, Mungu anayejua mapito yako, Mungu anayejua machozi, maumivu yako. Nikukaribishe sasa, tuanze ibada yetu ya maombi ya kesha wa usiku katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tuombe. Mungu mtakatifu Baba, katika jina la Yesu Kristo, mioyo yetu inakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Ni wewe uliyesema na Yeremia, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo gumu usiloliweza. Na tena ukamwambia Yeremia, kuite utamuitikia, utamwonyesha makubwa na magumu asiyoyajua. Ni sisi tumeinuka usiku wa leo, tunatamani kukutana wewe Mungu uliye na uweza na mamlaka na nguvu kuliko mambo yote. Ni sisi tumeamka usiku wa leo, tunatamani kusema nawe Mungu wetu na Baba yetu. Wewe unayejua maumivu yetu, unayejua adha na shida fasi juu ya maisha yetu. Lakini tuende wapi Mungu wetu? Maana kwako kuna uzima. Tumesogea mbele zako, tunahitaji msaada wako usiku wa leo. Ukutane na maisha yetu Baba, ninakusihi kutana na maisha ya watoto wako. Ni hawa wengi walioinamisha mioyo yao mbele zako, wako wanaulia machozi kwa sababu wameumizwa, wako wanaulia machozi kwa sababu wanapita katika nyakati ngumu, wengine kwa watoto wao, wengine kwenye maisha yao binafsi, wamewindwa. Nasi tumekuja mbele zako na wainua hawa mikononi mwako. Wako wanaokuja nyumbani mwako hata katika kesha la usiku, wako katika vitanda vya mahospitali, hawawezi, ni wagonjwa, wanatafuta msaada wako. Mungu mtakatifu, Daudi anakili katika Zaburi ya 103, unasamehe dhambi, unaponya magonjwa, unakomboa uhai na kaburi. Ukatende kwa ajili ya usiku katikati ya watu hawa wapitao kwenye nyakati ngumu, wamefunikwa na magonjwa magumu yasiyo na matumaini, wamefunikwa na magonjwa ya kansa, wamefunikwa na magonjwa ya pressure, wameshikiliwa na maroho ya kuzimu, yamewakamata katika magonjwa ya mauvimbe, wamefunikwa katika maumivu na adha na tabu, na hata wengine madaktari wameshindwa kujua hata namna ya kuwatibia, na wengine hata dawa zimekosekana. Lakini Mungu, wewe ni mganga mkuu. Ikiwa Daudi anakili unasamehe dhambi, unaponya magonjwa, unakomboa uhai na kaburi, ninakuomba ushughulike na watoto wako waliokutafuta usiku wa leo. Mtazame mama huyu, mtazame baba huyu, mtazame bibi huyu, mtazame babu huyu, watazame watoto hao wa kike na wa kiume wanaotafuta uso wako usiku huu kwa sababu ya vita wanayopita nayo. Adui amepanda magonjwa, wanapita nyakati za maumivu. Tena wako wengine wamekaa katika koma wakitarajia tu kwamba wangelifariki na kuondoka, lakini tunajua uzima u mikononi mwako. Ninawaachilia hawa mikononi mwako usiku wa leo. Dhihirisha uweza wako na mamlaka yako kwa ajili ya watoto wako. Ninazikemea kila roko za adui na mamlaka za giza, hazina mamlaka juu ya watoto wako. Ninawaachilia mikononi mwako nikiomba neema yako na itembee pamoja nao. Mungu mtakatifu, Baba wa rehema, kutana na hao wanaopita kwenye maumivu, nafsi zao zimejeruhiwa. Damu yako rehema itembee pamoja nao. Ni hawa mioyo yao imefungwa kwa sababu ya maneno yaliyopiga nafsi zao, na waachilia mikononi mwako, tukifuta hiyo nguvu ya maneno, kila roko za uchungu zofunika mioyo yao. Bali usiku wa leo sema na mioyo yao, sema na nafsi zao. Ni hawa waliofungiwa kwenye magereza ya adui, wamefungwa kwa uchawi, uganga, ushirikina, wameshikiliwa katika nguvu za giza, wamenyang'anywa haki zao, vipawa vyao, wamenyang'anywa vibali, uweza wao wa kutenda. Ninakusihi Mungu Mwenyezi, usiku wa leo shughulika na kusanyiko la watoto wako. Damu yako rehema ikatende kwa ajili yao. Ninawafungua kutoka kila maagano ya kipepo kuzimu, bali nawaachilia katika nguvu ya uweza wako. Shughulika Mungu mwenyewe tunapoanza hata mwisho wake, kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba, amen.
Nitasoma maeneo mawili. Sehemu ya kwanza ni ile neno letu kuu kama ambavyo nilisoma siku ya jana kutoka Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 na ule mstari wa 13. Neno linasema, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, na Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya milango wa kutokea ili mweze kustahimili. Inarudia tena mstari huo, Wakorinto wa kwanza 10:13. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Mlango huo nitaunganisha na Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni za mikate isiyotiwa chachu. Akamweka, alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya Wayahudi. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyololo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumani. Akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa nyuma wa kuingilia mjini, ukamfungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata ufahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Amen. Kichwa ambacho tunatembea nacho katika Yesu Kristo: kila jaribu lina mlango wa kutokea. Katika Yesu Kristo kila jaribu lina mlango wa kutokea. Ni neno linaloendelea kututafakarisha na kututafsiria ile mamlaka ya Mungu iliyo katika njia ya Yesu Kristo. Na mimi katika maombi ya usiku wa leo, kwanza nikupongeze kwa neema uliyoipata kwa kuamka. Nishukuru kwa sababu ya moyo wa imani na kipekee ya kumwamini Mungu. Neno letu linasema katika Yesu Kristo kila jaribu lina mlango wa kutokea. Na Paulo
anasema na Wakorinto waraka ule wa kwanza, jaribu hili halikuwapata ninyi isipokuwa kawaida ya wanadamu. Na Mungu ni mwaminifu kwamba pamoja na jaribu lililowapata ninyi atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kiyasikiliza maneno haya yanakutafakarisha jambo la msingi na jambo kubwa. Mambo mengi yanayopita katika maisha yetu yamebeba picha kadha wa kadha ambazo wakati fulani ufahamu wa kibinadamu unaweza kuwa haujui, au ni mambo ambayo tayari akili ya mtu ina majibu kulingana na uzoefu. Ndio maana nasema kawaida ya wanadamu, katika uzoefu wa mambo ambayo tumeweza kukutana nayo na tumeweza kukutana nayo, na si tu kukutana nayo, lakini tumeona pia katika fahamu na katika akili za wengine namna ambavyo yale yanayopita kwetu yameleta madhara. Ninatamani napolisema neno hili endelee kunielewa ya kwamba naposema kila jaribu katika Yesu Kristo lina mlango wa kutokea. Tunapozungumza jaribu ni anakuja, na Paulo anasema lilo kawaida ya mwanadamu. Na ikiwa tunazungumza habari ya lilo kawaida ya mwanadamu, maana yake jaribu linakuja katika mifumo ambayo akili ya mwanadamu yamkini ina majibu kwa sababu ya uzoefu ya mambo ambayo labda amekutana nayo yeye mwenyewe, yakaacha madhara magumu, na wakati mwingine anayafahamu kwa sababu amekutana na watu aliowaona, na wakati mwingine anaufahamu kwa sababu ameona namna ambavyo ameleta madhara kwenye maisha ya watu wengine. Kwa sababu kazi ya jaribu, tunasema jaribu ni mtihani, na ili liwe jaribu lazima likufikishe mahali panapohitaji maamuzi. Kwa hiyo Paulo anaposema ni kawaida ya wanadamu, natamani sana nilifananisha neno jaribu na changamoto ambazo tunasema linapita katika namna ya mambo ambayo una ufahamu nayo, na ufahamu huu ni wa mambo mabaya, mambo ya hatari ambayo yamepita kwenye maisha ya mtu. Lakini Paulo anaposema na Wakorinto waraka ule wa kwanza, anasema hata kama ni kawaida ya wanadamu, lakini Mungu hataacha ujaribiwe kupita uwezavyo, atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Kwa sababu jaribu lolote kama tunasema ni kipimo, na jana nilisema ni kipimo cha imani. Maana yake jaribu limebeba majibu, na kwenye majibu kwamba kama jaribu ni kipimo cha imani, tunalifananisha jaribu na mtihani. Sasa mtihani kazi yake ni kuwagawa watu, kwa unaweza kuweka kwenye kundi la waliofanikiwa, naweza kuwa kwenye kundi la walioshindwa, ikiwa kazi ya jaribu ni kipimo. Kwa hiyo katika mitihani ndiko tunaona kufanikiwa, katika mitihani ndiko tunaona kushindwa. Kwa hiyo wanaofanikiwa ndio wanaowekwa katika daraja la kuweza. Kwa hiyo kama tunazungumza katika Yesu Kristo, la jaribu lina mlango wa kutokea. Natamani sana neno hili uelewe ya kwamba mamlaka ya Yesu Kristo ni mamlaka ya juu, ni mamlaka kubwa. Ndio maana Mungu anasema na Yeremia, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna jambo gumu nisiloliweza? Mwisho anasema, ningelisoma kwenye kitabu kile cha Yeremia, na waambia ya kwamba itazame ardhi ambayo nimeizagaza mizoga ya watu, lakini mji huu nitaujenga tena, nami nitaupa kupona mji huu, nitaupa afya tena. Na mji ambao mwanzo ulipata heshima, lakini kwa mkono wa Nebukadneza mizoga ya mauti za watu imefunikwa katika nchi, lakini pamoja na hayo yote nitaurejeshea afya, nitaupa kupona, ya kwamba mji utakuwa tumaini tena kwa ajili ya watoto wangu. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili,
hakuna jambo gumu nisiloliweza. Na leo nimeongeza msali mwingine, Matendo ya Mitume. Maandiko yanasema, panapo majira yale yale Herode akamkamata akawatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akawatenda mabaya. Na elewa, hawa watu, ametumia neno baadhi. Hawa watu waliokuwa wanakamatwa ni wale mitume ambao Yesu aliwaacha. Hawa watu waliokuwa wanatendwa mabaya na Herode ni watu walioachwa kama nguzo, kama mbegu ya kanisa. Kwa hiyo nasema panapo majira yale yale. Naposema yale yale, elewa, nyuma yake yuko Stefano aliyepigwa kwa mawe akafa, damu yake ikamwagika kwenye nchi. Malango ya kuzimu yakatengeneza kalenda yake, na kwa kafara ya damu ya Stefano kaona yafaa. Maandiko yanasema majira yale yale akainuka Herode tena na kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Narudia, ni watu waliokuwa wamebeba mbegu, waliokuwa tishio. Kwa hiyo Herode akainua tena hasira yake, nasema akamkamata Yakobo ndugu yake Yohana, wakamkata kichwa akafa. Na wakati anakamatwa kila kitu kilikuwa kimya, hofu imetanda. Wanasema kwa sababu ya hofu ya Wayahudi akaogopwa Herode kwa sababu ya mamlaka, na kwa sababu hiyo kanisa likanyamaza kimya. Na kitu nitataka kusema na wewe usiku wa leo katika maombi haya, nasema tena wakamkamata na Petro, na kwa sababu ilikuwa wakati wa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na huu ulikuwa ni wakati wa Pasaka, nasema Herode akamweka gerezani kwa sababu ya desturi ya sherehe zao, mikate isiyotiwa chachu, majira ya Pasaka. Kwa hiyo wakati naingia Pasaka hawakuweza, na kwa maana hiyo sema wakamfungia gerezani, ili baada ya sikukuu kupita wamtoe ili wapate kuangamizwa mbele ya watu. Ndipo kanisa linashituka, na katika kushituka kwa kanisa ndipo anasema kanisa likamwomba Mungu. Na katika hii sio Petro akamwomba Mungu. Natamani pia niseme ziko nyakati ambazo tunafungwa katika mambo magumu, nafsi zetu zinatekwa, nafsi zetu zinafunikwa, nyakati ambazo hatujiwezi katika ubinadamu wetu. Na ndio maana usiku wa leo nimetamani kusogea mbele za Bwana kuomba kwa ajili yako. Ninajua mpo mnaopita nyakati ngumu, nyakati za maumivu, nyakati za mateso. Kuna watu mmevurugwa kwa sababu ya mambo magumu yaliyopita katikati yenu, na watu watakuomba mwezi tena kwa sababu ya maumivu. Nafsi inapita nyakati ngumu, mambo yaliyopita katika moyo, katika nafsi yako. Akakamatwa Petro, na kwa sababu ya historia mambo yaliyotangulia amekamatwa Yakobo, amekatwa kichwa. Anakamatwa Petro, usikii Petro akijitetea, usikii Petro akiomba. Nafsi yake imezimia kwa sababu ya mambo magumu yaliyopita katikati yake. Maandiko yanasema nalo kanisa likamwomba Mungu kwa ajili ya Petro. Wapendwa wangu, hapa niweke neno hili tena likujenga ufahamu wetu wa maombi ya usiku huu. Andiko hili linatufundisha jambo moja kubwa. Tunayo mamlaka ya Mungu wetu ambayo ni mamlaka ya juu, lakini ziko mamlaka za miungu mingine na ni mamlaka zenye nguvu. Tunaponyamaza kimya na tukaacha kusimama katika mamlaka za Mungu wetu, hizi mamlaka nyingine zinaweza kuwa na nguvu katikati ya maisha yetu.
na zinaweza kuwa na madhara. Mamlaka ya Mungu wetu inathibitishwa pale tunapoliita jina la Mungu, na ndio maana Mungu kwa kinywa anasema na Yeremia, niite nitakuitikia. Kienda kwenye Isaya sura ile 43 mstari wa 26 anasema, unikumbushe tuojiane, eleza mambo yako upate haki. Unaona katika tunapozungumza kwenye Matendo ya Mitume, alipokamata Stefano kanisa likajificha, alipokamata Yakobo kanisa likajificha, watu wakafa. Lakini alipokamatwa Petro kanisa likainuka likamwomba Mungu, na kwa maombi ya vinywa vyao Mungu akashusha, akatuma malaika zake, nao wakapeleka msaada gerezani. Nilikuwa na wakati fulani nimesoma katika Waamuzi. Ukisoma kwenye Waamuzi sura ile ya 6 anakuambia wakati wa Midian wamewaachia Waisraeli, wakati ule wa Gideon na mzee Yoashi akiwa mganga wa kienyeji, baba yake Gideon, anasema Israeli wakajitengenezea mifumo ya kujilinda, wakafanya wakajifanya mapango. Kwa hiyo kila walipoinuka wa Midian juu yao, wakaingia kwenye mapango wakajificha. Lakini kadri walivyojificha ndivyo uharibifu ulivyokuja katikati ya maisha yao, kabla walivyonyamaza kimya pasipo kutambua ya kwamba kuna dhambi imesimama, na kwa maana wa Midian wamepata uhalali juu ya maisha yao kwa sababu ya dhambi. Uharibifu ukazidi kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Si kwamba si watoto wa Mungu, wako katika nchi ya ahadi, mahali ambapo Mungu amewaweka. Wako katika nchi ya ahadi, mahali ambapo Mungu ana agano nao. Alisema na Ibrahim ya kwamba hawa nimewaweka ni watoto wangu, akawapanda katika hiyo Kanaani. Kwa hiyo wamekaa kwenye eneo la ahadi, eneo la baraka yao. Lakini walipokosea wakanyamaza kimya, adui akawa na mamlaka juu yao. Maandiko yanasema wakakaa hivyo kwa miaka 7, wakaharibiwa mali zao, wakaharibiwa maisha yao, wakapigwa na Midiani miaka 7. Lakini walipokumbuka wakaenda mbele za Bwana. Wanasema nao Israeli wakamlilia Bwana. Walipolia mbele za Mungu aliye hai, Mungu akatuma msaada, akaenda nabii akasema nao, na kisha akatuma malaika. Ndipo ukombozi na wokovu wa taifa lake walipoinua. Sio katika ukimya walipofanya juhudi ya kumtafuta Mungu, Mungu akaonekana katikati yao. Hapa neno hili linatufundisha jambo kubwa. Tunaponyamaza kimya, mamlaka za adui zina mamlaka juu yetu, kwa sababu tunashinda katika kudhihirisha nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Tunashinda katika kuomba mbele za Mungu. Kiongeza mstari mwingine, hata ukisoma ile Zaburi ya 102 19-20 nasema, maana tazama Bwana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi ili asikie. Neno asikie ni muhimu sana, kuugua kwake na kuwafungua tawao walioandaliwa kufa, ili asikie. Kwa tunaposema katika Yesu Kristo kila jaribu lina mlango wa kutokea, lazima ujue unapopita nyakati ngumu ni mambo gani ya msingi ya wewe kusimama nayo. Wakati tunapopita kwenye nyakati ngumu, sio wakati mzuri moja kukiri udhaifu au kujificha, lakini wakati wa kuibeba imani na kutumaini. Ni wakati wa kusimama kwa maombi ya vinywa vyetu ili kutamani Mungu afanye kwa ajili yetu. Tunapoliita jina la Bwana, tunaposema na Mungu aliye hai, Mungu anafanya katikati ya maisha yetu. Swala la maombi, swala la kusema na Mungu nyakati ngumu ni la lazima, ni jambo gumu, ni jambo la msingi sana katikati ya maisha yetu. Lakini naposema usiku wa leo, si kuomba kwa ajili yetu tu, lakini kuomba hata kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu ziko nyakati ambazo kuna watu hawawezi, kwa sababu ya maumivu wanayopita nayo, kwa sababu ya uchovu walionao. Ziko nyakati ngumu ambazo yamkini hatuwezi kuomba, na hili sisemi tu kwa ajili yenu, lakini kwa neno la siku ya leo unaona umuhimu wa kuomba kwa ajili ya wengine pia. Hapa kanisa linaomba kwa ajili ya kiongozi. Hapa amekamatwa Petro aliyetumaini la wengi, ambaye Mungu amewekeza utume ndani mwake, ambaye Mungu amewekeza wajibu, lakini akakamatwa na kukamatwa akawekwa gerezani.
Huoni Petro akiomba, nafsi yake imezimika na kufa, lakini watu wa kanisa wakasimama na kuomba kwa ajili ya Petro. Na waliposimama na kuomba kwa ajili ya Petro, ndipo nasikia Mungu akamtuma malaika gerezani. Na malaika alipokwenda gerezani, ndipo akashughulika na vifungo vya Petro. Ninatamani ninapoyasema haya, nafsi yako ielewe vizuri. Mungu anatamani, moja, uhusiano wako na yeye, lakini tumewekwa katika mfumo wa vita, na kwa namna hiyo kunyamaza kimya kuna uwezo wa kutusababisha tukapata madhara, kwa sababu wewe unaponyamaza kimya, wenzako wanaoyatenda hayo wanafanya, lakini pia wakiwa katika mamlaka za miungu yao. Ndio maana wanaweza kukutamkia wakati wewe umelala, na ukijua ya kwamba umelala fofofo usiku, wako wenzako wanaofanya uganga, uchawi, kuhakikisha wewe hausimami, hauinuki. Wakati wewe unasema nitalala, nitanyamaza kimya, wakati mwingine kwa hofu ya kudhihirisha imani yako, kwa sababu wengine watasemaje, watakutazamaje, kwa umenyamaza. Lakini wako wenzako ambao hawanyamazi, wako kwa waganga wa kienyeji, wako kufanya mambo ya kishirikina, wako kufanya mambo ya kiganga. Wewe unaponyamaza kimya, wako wenzako wanatamka, wako wenzako wanafunga kwa maneno, wako wenzako wanakutamkia, na kwa nguvu za miungu yao yako mambo yanatendeka kwenye maisha yako. Lakini sikia, Mungu ametuweka ili tupate kuwa na mahusiano, tupate kumwambia. Ndio maana namwambia Yeremia, niite, nitakuitikia, niite. Hata katika Zaburi ya 102 anasema ili apate kusikia kuugua kwao, apate kusikia. Maana yake iko kauli itakayotoka, yako maombi yatakayohitaji msaada, na kwa maombi yetu ndivyo anampa Mungu mamlaka na ridhaa ya kutenda katikati ya maisha yetu. Kanisa likamwomba Mungu kwa ajili ya Petro, na katika maombi ya kanisa ndipo Mungu akatuma malaika wake gerezani. Na mimi natamani usiku wa leo, acha kwa maombi ya kanisa wale wote waliofungwa na adui, Mungu akashughulike mwenyewe. Hata kama mnapita nyakati ngumu, nafsi yako haiwezi kuomba wala kutamka, lakini tumesimama mbele za Mungu aliye hai usiku wa leo. Matamanio ya moyo wangu ni kwamba Mungu ashughulike na wale wote waliofungwa, walioshikiliwa, wale waliokamatwa na adui wala hawawezi katika usiku. Ninatamani Mungu akafanye kwa ajili yao. Nimesimama katika malango ya madhabahu ya Bwana. Ninatamani katika maombi ya usiku wa leo, wale wote mliozingirwa na majeshi ya kuzimu, na wengine hata mjaweza kuamka kwa sababu wachawi wamewashikilia. Ziko madhabahu zinazojua nguvu ya Mungu, na zikiwaachilia mkaamka usiku wa leo, hamwezi kufanya chochote. Lakini maombi yangu mbele za Bwana, ikiwa kwa maombi ya kanisa, ndivyo Mungu alituma malaika na Petro akatolewa gerezani. Na mimi natamani kwa maombi ya kanisa usiku wa leo, kila gereza lililokumiliki likapate kukuachilia. Ikiwa umeshikwa na manguvu ya giza, hayo manguvu ya kiganga, uchawi, wako walioinuka kinyume chako, wamekushikilia wala usiweze kuamka, wamekushikilia ili kufunga katika maagano ya uchawi wao. Usiku wa leo, kila gereza ulikopelekwa, acha Mungu ashughulike nawe katika jina la Yesu. Inasema ni maombi yangu usiku wa leo, wale wote walioshikiliwa, na yamkini usiku wa leo ulipanga nitaamka kuomba, lakini Mungu amenisimamisha kuwa mchungaji katika anga hili la Tegeta, kuwa mchungaji katika anga la kila mahali walipo watoto wa Mungu, iwe katika malango ya Dar es Salaam au katika malango ya Tanzania au katika malango ya Afrika au katika malango ya dunia nzima. Ninyi ambao Mungu amewapa neema ya kutamani usiku wa leo, nimesimama mbele za Mungu aliye hai, na katika madhabahu hii ninatamani, ikiwa katika moyo wa kanisa walipoomba mbele za Bwana, Mungu alituma malaika zake. Nimesimama kama kuhani madhabahuni pa Bwana, ya kwamba acha Mungu na ashughulike na gereza lako usiku wa leo,
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale wote walioshikiliwa, wale wote waliotekwa, wale wote walioshikiliwa, ndio kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Acha nguvu ya Mungu aliye hai ikatende kwa ajili yenu katika jina la Yesu. Weka mkono wako kifuani, pate kusema nanyi katika sehemu hii ya kwanza. Weka tu mkono wako kifuani, sema: Mungu wa huruma, ninanyenyekea mbele zako, kihitaji msaada wako kwa ajili yangu na kwa ajili ya wale wote walioshikiliwa kwenye magereza ya adui, kwa damu yako Yesu na kwa jina lako Yesu. Wale waliokamatwa na nguvu za giza, wamefungwa na uganga na uchawi, wameshikiliwa ili wapate kuangamizwa, usiku wa leo nasogea mbele zako Yesu. Nahitaji msaada wako, uniondoe mautini, uniondoe kwenye magereza. Kila mamlaka ya adui iliyonishikilia ikaniachilie katika jina la Yesu, na wale wote walioshikiliwa usiku wa leo wapate kuachiliwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu shikilia tu mkono wako hivyo, natamani niseme neno kwa ajili yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kila mamlaka za adui iliyokamata watu hawa kawafunga katika magereza, ndio usiku wa leo malaika wa Bwana na akatembee kila mahali. Enyi waganga wachawi mlipowafunga kwa maagano ya uharibifu, imesimama madhabahuni pa Bwana, inaituma hiyo nguvu ya damu ya Yesu. Inaamuru kila nguvu za giza, madhabahu za Baali mliokamata watu hawa, haya achilia nafsi zao, achilia fahamu zao, achilia nafsi zao, achilia fahamu zao. Nguvu za giza, roko za kuzimu, nguvu za giza, roko za mapepo mliowafunika watu hao, kwa mamlaka ya damu ya Yesu inaiachilia nguvu ya damu ya Yesu. Achilia hayo maisha yao, achilia hizo nafsi zao, achilia hizo nafsi zao, achilia hizo nafsi zao. Mapepo sikia, waganga sikia, mizimu sikia, madhabahu za Baali, achia nafsi za watu hao, achia fahamu zao, roho za kuzimu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za giza mliowashikilia watu hawa, mmewafunga kwa maagano, mmewaandaa kama kondoo wa kafara, ninawaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, haya achilia nafsi zao, achilia maisha yao, achilia hayo malango, achilia hayo malango, achilia hiyo nafsi, ndio achilia hilo anga, achilia hizo njia panda, achilia hayo malango kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Wale wote waliofungwa na nguvu za giza, waliokamata na nguvu za uchawi, ninasimama kwenye madhabahu hii, madhabahu ya wazo hili, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila waliofungwa na nguvu za giza, ninaamuru sasa, haya achilia nafsi zao, achilia nafsi zao, achilia nafsi zao, achilia nafsi zao. Mapepo sikia, achia nafsi zao, toka, achia katika jina la Yesu. Ndio kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mapepo mliotumwa kwenye anga, mapepo mliotumwa kwenye ardhi, mapepo mliotumwa kwenye njia panda, mapepo mliotumwa kwenye hizo nyumba, kwenye hizo familia, ninawaamuru kwa amri ya Bwana, ndio na uwe moto kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu za Baali zilizoinuka usiku wa leo ili kuwatamani watu hao, kila madhabahu za wachawi mlioinuka usiku wa leo ili kuharibu watu hao, ninatuma malaika za Bwana, ndio ayaachilia majeshi ya malaika na wakashuke kwenye hizo familia, ndio kwenye hayo malango, kwenye hizo njia panda. Inauvuruga kila mtandao wa wachawi na waganga, inavuruga kila mtandao wa majini kwa mamlaka ya damu ya Yesu, inavuruga kila mtandao wa kuzimu, una mamlaka. Haya, achilia, achilia, achilia. Natuma malaika za Bwana kwenye hilo anga, kwenye hizo njia panda, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Ninautuma moto kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninatungua kila ndege zenu, ninyi mtembeo katika anga, kwenye hayo malango. Haya, achia watu hawa, achia nafsi zao kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila roko za uharibifu mliotumwa usiku wa leo, iwe kwenye hizo biashara, ndio kwenye malango ya biashara mliotumwa usiku wa leo, haya kwa damu ya Yesu, achilia hayo malango, achilia hizo biashara. Kila uganga, uchawi uliotumwa usiku wa leo, ninapindua meza zenu, napindua madhabahu zenu, ninapindua meza zenu, napindua madhabahu zenu. Toka, achilia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninyi wachawi mliotumwa kwenye hizo ofisi ili kufanya uganga, uchawi, kuzikamata nafsi za watu, kukamata vipawa, ni saa ya Bwana. Ninapindua kila uganga, kila uchawi,
Haya, achilia hizo ofisi, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Napoendelea na maombi haya, ninatamani uelewe neno hili moja: iko nguvu kwenye maombi. Mungu hatamani ukimya wako, lakini Mungu anatamani kinywa chako kipate kusema. Sema kwa sababu yako mwenyewe, lakini sema kwa sababu ya wale waliofungwa. Sifike mahali ukahofu kwa ajili ya watu. Sifike mahali ukahofu kwa sababu ya uganga, uchawi, kila ushirikina unaofanyika na ukasema wasije wakanichiwa. Lakini Mungu anatamani kusema, na ndio maana nami usiku wa leo nimetamani kuendelea kuomba kwa ajili yako, nikijiwa ya kwamba hata kwa nguvu na kwa maombi ya wengine bado watoto wa Mungu wanaweza kuvuka. Na ndio maana nimewasogeza madhabahuni pa Bwana. Nasumbuka na watoto wako waliofungwa, hawaelewi. Sinyamaze kimya na ukasema ni kawaida ukoo wetu hatufanikiwagi, ni kawaida ukoo wetu hawaolewi watoto, ni kawaida ukoo wetu. Hakuna kawaida. Mungu ameumba kila mmoja kwa kusudi la kwake. Mainuka usiku wa leo, ninatamani hata kama unajua kuna vifungo na ukajua yamkini ndio mambo yanayotembea kwenye familia yenu, yanatembea kwenye ukoo wenu, usiku wa leo neno hili likuongoze na kukutia nguvu. Hatujaumbwa kushindwa. Tumeumbwa na Mungu ambaye ni mwenye mamlaka juu ya vitu vyote. Beba tumaini. Hao watoto omba kwa ajili yao. Usifike mahali ukasema mwenzi wako hawezekani kwa sababu ndivyo alivyofungwa nyumbani kwao. Siipe kuzimu lizaa juu ya uharibifu wa haki zako, lakini amini ya kwamba yuko Mungu anaisikia maombi ya watoto wake. Hebu weka mkono wako kifuani tena. Sema, Bwana Yesu, nimesogea mbele zako, ninahitaji msaada wako. Wewe unajua wale wote waliofungwa, nami nasogea mbele zako, ninahitaji msaada wako. Kila gereza linalomiliki hatima ya maisha yangu, hilo gereza likaniachilie. Kila gereza linalomiliki hatima ya uzao wangu, ya ndoa yangu, ya maisha yangu, hilo gereza likaniachilie Yesu. Kila gereza linalomiliki hatima ya ndugu zangu, usiku wa leo hilo gereza likawaachilie Yesu. Kila gereza linalomiliki watumishi wako, limewashikilia kwa uharibifu, hilo gereza likawaachilie kwa damu yako Yesu, kwa jina lako Yesu. Yesu Kristo, ninasogea mbele zako, ninahitaji msaada. Wale wote walioshikiliwa kwenye magereza, kwa waganga, kwa washirikina, kwa wachawi, usiku wa leo hilo gereza na liwaachilie. Wale wote walioshikiliwa na wachawi na waganga, usiku wa leo hivyo vifungo na viwaachilie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale wote kazi zao zimeshikiliwa kuzimu kupitia madhabahu za Baali, ninasimama mbele zako Mungu, naita msaada wako kwa ajili ya watoto wako, wapate kuondolewa, wapate kufunguliwa kwa damu yako Yesu, kwa jina lako Yesu. Wale wote walioandaliwa mauti na kuzimu, usiku wa leo ni maombi yangu mbele zako Yesu, hizo mauti na ziwaachilie. Hizo sanda walizofungwa ninawaombea ziwaachilie sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe Yesu uliyemwita Lazaro toka kaburini, nawe ukaamuru mfungueni sanda, saa hii ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo sanda na ziwaondoke, hizo mauti na ziondoke kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu.
Hebu sasa nikukaribishe kila mmoja, endelea kuomba mbele za Bwana kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mbele za Mungu aliye hai. Hayo magereza ya kuachilie, hayo magereza ya waachilie wale wote aliowashikilia. Acha mkono wa Bwana na utembee kwenye hizo familia, utembee kwenye hayo malango, utembee katika nchi, utembee katika anga la Tegeta na kila mahali watoto wa Mungu walikoshikiliwa, kwamba zimeshikiliwa kazi zao, vimeshikiliwa vyeo vyao, wamewekwa gerezani ili wasipate kuinuliwa. Usiku wa leo, hebu omba mbele za Bwana. Jehova mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa daima, Baba, katika jina la Yesu tumesimama juu ya madhabahu yako kwa ajili ya kusanyiko la watoto wako. Ni hawa wanaopita nyakati za kufungwa kama kina Petro, wamekamatwa katika ulimwengu wa roho, wameshikiliwa katika nguvu za giza, hizo roho za uchawi, uganga, roho za mizimu, wameshikiliwa katika vita. Wako waliowazuilia wasipate kuvuka. Ndiyo hiyo kuzimu imerizika kwa sababu imezuilia vipawa vya watoto wako, na kwa sababu hiyo wameshindwa kufanikiwa, wameshindwa kuinuliwa. Inasimama niliye mchungaji na kuhani kwa ajili ya watoto wako. Ninakusihi juu ya madhabahu yako ukashughulike na hayo magereza yaliyowafunga watu hao kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Na iachilia nguvu yako Yesu Kristo, na itembee ile nguvu ya kimadhabahu, kila madhabahu zilizoweka hatiani watu hao. Haya, achilia watoto wa Mungu, achilia nafsi zao, achilia maisha yao. Madhabahu za bari, roho za kuzimu, roho za miungu, haya kwa mamlaka ya damu ya Yesu, achilia watu hao. Hayo magereza, wao walioadhibiwa na koo zao, wamefungwa katika viapo vya madhabahu za koo zao, kwa damu ya Yesu ninaachilia huo upanga na ukapite kwenye hayo magereza ya koo, hizo madhabahu za miungu ya koo waliowakamata hao. Haya, waachilie watoto wa Mungu kwa damu ya Yesu. Ninaamuru hizo madhabahu, enyi wakuu wa ukoo, achia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Miungu ya ukoo, achia watu hawa. Ninautuma moto wa damu ya Yesu, ninautuma moto wa damu ya Yesu, ninautuma moto wa damu ya Yesu. Ndio hayo magereza na yawaachilie sasa. Achia kwa damu ya Yesu. Fungua hizo kamba, fungua hizo pingu, ndio na watoke watu hao, nafsi zao na ziachiliwe kuwa huru. Achia kuzimu, achia mapepo, achia kuzimu, achia kwa damu ya Yesu. Ninautuma moto wa damu ya Yesu na utembee kwenye hizo madhabahu za koo. Achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa jina la Yesu. Kila madhabahu zilizowashikilia hawa, zimewafunga katika mimo, ndio zimewafunga katika malango ya ofisi zao, wasiweze kufanikiwa. Nami nasimama usiku wa leo, hao waliofungwa kwenye hayo magereza ya kutofanikiwa, Baba, nimesimama juu ya madhabahu yako. Watoto wako na wainuliwe, wafunguliwe sasa, ndio hizo kamba na zikatoeshe kwa damu ya Yesu. Kila kilichofungwa juu yao, hayo makufuri, hayo magereza, ninawaombea kama alivyotoka Petro, na iwe kwa ajili ya watu hao kwenye hayo magereza ya kutofanikiwa, kwenye hayo magereza ya kutoinuliwa, kwenye hayo magereza ya kunyang'anywa vipawa vyao, kwa damu ya Yesu. Kila walikofungiwa, iwe kwenye makaburi, kwenye bahari walikofunguliwa, walikofungiwa kwenye milima mirefu, ndio kwenye ardhi za nyumbani kwao, hizo ardhi zilizowashika kama magereza, achia watu hao, toka, achia kwa damu ya Yesu. Kila ardhi iliyowashika, ninaamuru sasa kwa damu ya Yesu, haya waachie, waachie, waachie hiyo ardhi, na iwaachie hiyo ardhi, na iwaachie. Ninawaombea, ndio toka kwenye hiyo ardhi, kila mlikoshikwa kwenye makaburi ya nyumbani kwenu, hayo makaburi na yawaachilie. Ninaituma damu ya Yesu, ndio hao malaika wenye upanga wa moto wakapite kwenye hayo makaburi. Enyi makaburi, toka, achia, toka, toka, achia, toka, toka, achia, toka. Hayo mapepo ya makaburi, achia, achia kwa damu ya Yesu. Ninaamuru kwenye hizo ardhi, kwenye hayo makaburi, haya achilia nafsi za watu. Eji makaburi, achilia nafsi za watu. Hayo magereza, ndio hayo makaburi, achilia. Hakuna mauti juu yao wala magonjwa juu yao. Haya achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu. Ndio achilia watu hawa, achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu. Achilia, achia, 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 achia kila walikoshikiliwa. Eji makaburi, malango ya bahari, achia watu hawa. Kila nafsi zilizofunikwa huko baharini, kwenye mito, achia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaomba usiku wa leo, kila hizo nafsi huko zilikopelekwa, achia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila vipawa vyenu vilikonyang'anywa na adui,
vimefunikwa kwenye ardhi. Hivyo vipawa vimeshikiliwa kwenye madhabahu za bahari. Nimesimama madhabahu pa Mungu aliye hai. Haya, kwa damu ya Yesu, madhabahu za bahari, madhabahu za Kozemo, madhabahu za bahari, madhabahu za Kozemo, haya, achia watu hawa kwa damu ya Yesu. Kila malango ya Kozemo iliyokamata vipawa vyao, haya, achilia kwa moto na kwa damu ya Yesu. Ndio, achilia kwa moto na kwa damu ya Yesu. Kila uweza ulioibiwa na adui, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru haya, adui, rudisha kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu wa rehema, ninaomba kwa ajili ya watoto wako wao walioshikiliwa. Angalia, wamezuiliwa na adui. Wengine walikuwa wapande vyeo, lakini wamewekwa gerezani, hawawezi kupanda vyeo. Wengine mishahara yao imewekwa gerezani. Ninaomba usiku wa leo hao walioshikiliwa wakapate kuachiliwa. Sasa ni hao waliokuwa waachiliwe, lakini ajira zao zimeibiwa na wengine. Ndio, kwa damu ya Yesu inapindua hizo meza, inapindua hao walioiba ajira zao. Inawafungulia watoto wako na usiku wa leo wakapate kuachiliwa. Ni hao waliosahaulika kwenye mambo mengi, wako waliosahaulika kupanda vyeo, wako waliosahaulika kwenye ajira, wako waliosahaulika kwenye mitaji, wako waliosahaulika katika mafanikio. Baba, ninasimama mbele zako, wote waliofunikwa nyaraka zao zimeshikiliwa na adui, zimefunikwa, nami nasimama usiku wa leo, ninawaombea hawa waliosahaulika. Ndio, kwa damu ya Yesu wakapate kukumbukwa sasa kwa damu ya Yesu. Inawainua mbele zako wale wote walionyang'anywa haki zao, wamefunikwa, wamesahaulika. Inakusi mbele za Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikiwa Mefibosheti alikumbukwa mbele za Bwana akarejeshewa haki, nami nimesimama mbele za Mungu aliye hai. Kila haki yako ulionyang'anywa, haki yako iliyoshikiliwa usiku wa leo, ninakuombea Mungu na akukumbuke, Mungu na akutendee kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila haki ulionyang'anywa, ninakuombea mbele za Bwana kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Acha mkono wa Mungu aliye hai utende kwa ajili yako. Hizo roho za kusahaulika, ndio Mungu na akukumbuke usiku wa leo, na ukumbuke na Bwana. Ninakuombea kwa damu ya Yesu, Mungu na akukumbuke, Mungu na akutendee kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Napoendelea kuomba, natamani kuomba zaidi kwa ajili yako. Hebu endelea kuweka mkono wako kifuani, weka tu mkono wako wa kuume kifuani. Natamani kuomba kwa ajili yako kwa mamlaka ya damu ya Yesu na kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Inasimama madhabahuni pa Bwana kila mamlaka za adui mliokamata hizo nafsi, roho za mapepo na kuzimu. Imeinua mikono ya kichungaji, inaituma nguvu ya Bwana. Haya, achilia hiyo nafsi, achilia hiyo nafsi, achilia hiyo nafsi, achilia hiyo nafsi. Mapepo sikia, achia hiyo nafsi kwa damu ya Yesu. Inautuma moto, achia hiyo nafsi, toka, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu. Roho za mapepo majini, sikia ni saa ya Bwana. Haya, achilia hiyo nafsi, achilia kwa damu ya Yesu na kwa muru, achilia kwa damu ya Yesu. Ndio, achilia kwa moto, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa moto. Inaituma damu ya Yesu, inavuruga kila mtandao wa adui. Achilia hiyo nafsi, ndio, achilia kwa damu ya Yesu, achia nafsi hiyo, achia, toka, achia kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa damu ya Yesu, achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba pamoja nami. Sema, Mungu wa huruma, ninasogea mbele zako kwa agano la sadaka yangu ninayokwenda kuitoa usiku wa leo, na sadaka hii iwe agano juu ya madhabahu yako, sawa na neno lako kwenye Mambo ya Walawi 17 na mstari wa 7. Ninajitenga na kila madhabahu inayomiliki nafsi yangu kwa sadaka. Ninajitenga na madhabahu za miungu, ninajitenga na madhabahu za wachawi, ninajitenga na madhabahu za ukoo, ninajitenga na kila madhabahu zinazomiliki haki yangu. Iwe ni madhabahu za eneo, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa sadaka hii, kila madhabahu inayomiliki haki yangu na iniachilie sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kufungua kinywa chako, inenee hiyo sadaka yako inayokwenda kuitoa sasa, sawa na mahitaji yako. Mungu mtakatifu, Baba wa rehema, nimesimama juu ya madhabahu yako na katikati ya kusanyiko la watoto wako. Ni hawa umesema katika Mambo ya Walawi 17:7, watakaposogea watoto wako na sadaka zao juu ya madhabahu yako, wala hayo majini hayatawafuatilia tena yafanye uasherati nao,
yawaunganishe kwenye madhabahu zao. Nami naipokea sadaka ya watoto wako juu ya madhabahu yako, na kwa sadaka hii kila roho zenye kufuatilia hazina mamlaka juu yao. Ninakatilia mbali madhabahu za Baali, ninakatilia mbali madhabahu za miungu, ninakatilia mbali madhabahu za wachawi, hazina mamlaka juu ya watoto wako. Ninazivunja kwa moto na kwa damu ya Yesu. Ninang'oa kila mapando ya bahari kuzimu kwa nguvu ya sadaka na kwa agano la sadaka. Naunganisha sadaka za watoto wako na madhabahu yako Mungu. Wala hapana sadaka za waganga zitakazosimama juu yao, wala hapana sadaka za wachawi zitakazosimama juu yao. Ninang'oa kila madhabahu zilizoinuliwa na adui. Madhabahu za hazina mamlaka juu ya watoto wako. Inaisimamisha madhabahu yako Mungu kwa njia ya damu yako ya rehema, na kwa damu ya Yesu ninawatamkia watoto wako kufunguliwa. Ninawatamkia watoto wako kuinuliwa katika jina la Yesu. Ninakutamkia usiku wa leo, acha neema ya Mungu na itembee pamoja nao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakutamkia usiku wa leo, acha nguvu ya Mungu na itembee pamoja nao. Ninakutamkia usiku wa leo, na baraka za Mungu ziende pamoja nao, na uwe mzima katika jina la Yesu, na uwe mzima katika jina la Yesu, na uwe huru katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu aliye hai na uwe juu yako. Ninakufungua kutoka kila vifungo, na acha mkono wa Mungu aliye hai ule uliokwenda kwa njia ya malaika wa Bwana na utembee pamoja nao, na ukafunguliwe na ukawe mzima katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakutamkia na uwe huru, ninakutamkia na ufunguliwe, ninakutamkia uhai, ninakutamkia uhuru katika jina la Yesu. Kila madhabahu zilizokushikilia ni saa ya Bwana, na uwe huru na ufunguliwe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubarikie na akulinde, na Bwana kuangazie na uso wake na akufadhili, na Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Neema na baraka za Mungu na ziambatane pamoja nao. Yule Mungu aliyemtuma malaika kwa Petro akatoka gerezani, na amtume malaika wake usiku wa leo, na utoke kwenye hayo magereza katika jina la Yesu. Na Mungu akufanye kuwa hai, na Mungu akufanye kuwa huru usiku wa leo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekuombea hivi, amena. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa neema ambayo Mungu amekupa usiku wa leo kuwa sehemu ya maombi haya. Na sasa unaweza ukatuma sadaka yako kupitia ile Mixx by Yas au Tigo namba 0675 24 30 50. Aweza kutuma sadaka yako kutumia Mixx by Yas. Namba yetu ya sadaka ni 0675 24 30 50, na jina litatoka KKKT Wazo Hili, KKKT Wazo Hili. Nikutakie baraka za Mungu na wema wa Mungu uwe pamoja nawe, na usiku wa leo uwe usiku wa baraka kwa ajili yako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekubarikia hivi, amen. Peke yetu hatuwezi fanya kitu leo. 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 Shuka, shuka Bwana tuokoe. Shuka Bwana tuokoe. Peke yetu hatuwezi fanya kitu leo. Shuka, shuka Bwana tuokoe.
hatuwezi fanya kitu leo peke yetu, hatuwezi fanya kitu leo peke yetu, hatuwezi fanya kitu leo. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nimeshindwa nakuita. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu